Tunaweza kukaa. Mbingu zikiona oka na akatulinda kuanza pale tumelala na tukaamka salama. Kama kuna mtu anajua ni Mungu amemwamsha salama, arushe makofi kabisa. Amini. Pastors, evangeliste, viongozi wa maidara na wakristo wote, kufika kwenu hapa ni baraka kwa Mungu, tena baraka kwa kanisa. Si Mungu awabariki, tena Mungu awachekeshe na Mungu awashangaze. Nilikuwa nasema Mungu awabariki na Mungu awachekeshe na Mungu awashangaze. Amini hata kwa bwana harusi na bibi harusi. Wazazi nyote tunasema karibu na Mungu awabariki. Pamoja na hiyo tunakaribisha tena bapare na bamareni na baministri. Mnavala mzuri, abavale mzuri. Cho hivi mashikali mashi, cho hivi mnavala saba toto ya Mungu. Azeka ndio haiko mzuri hivi. Bana pendeza. Murushe makofi kwa ajili ya watoto wetu. Nanyi tunawakaribisha msikilize neno la Mungu. Yeye ni yeye, lakini na nyinyi ni siku yenu. Lazima kila mtu hapa tege lisikie, asikie mafundisho. Tusome vitabu viwili. Topic inasema familia. Familia. Hiyo ndio Kiswahili nimesikia imekuwa rahisi. Familia. Vitabu viwili, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mlango wa 24 peke yake. Alafu tutasoma Petro wa kwanza sura ya 3 mlango wa 6 hadi 7. Kitabu cha Mwanzo sura zake 2 mstari wake wa 24. Asante sana. Naleta usomi kwa jina la Yesu Kristo. Ndio. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Atamwacha baba yake na mama yake. Naye ataambatana na mkewe. Ataambatana na mkewe. Nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Bwana. Amen. Neno la Bwana. Petro wa kwanza 3:6. Petro wa kwanza sura zake 3 mstari wake wa 6 na ule wa 7 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu. Akamuita Bwana. Akamuita jina Bwana. Nanyi ni watoto wake. Nanyi ni watoto wake. Mfanyapo mema. Fanyapo mema. Wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Kadhalika nyinyi wanaume. Kadhalika nyinyi wanaume.
kaeni na wake zenu kwa akili, kaeni na hao wanawake kwa akili, na kumpa mke heshima, kama chombo kisicho na nguvu, kisichokuwa na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima. Amen. Kusudi kuomba kwenu kusikiliwe. Amen. Amen. Turushe makofi kwa ajili ya neno la Mungu. Nitege masikio tuongee juu ya familia kwa maneno sio mengi sana kulingana na taratibu yetu ya masaa. Familia ilianzwa na Mungu. Ndiye alifanya mradi huu. Baada ya kufanya mradi huu, lengo la Mungu ili dunia ijae watu, na wale watu wafanyie Mungu kazi, na ikiitwa ni kazi yao. Lakini yote kazi tunayoifanya ni ya Mungu. Sofe tu yule mtu ambaye yuko kwa dunia na Mungu alimfanyia kuwa mfamilia. Ukifanya kazi ambayo umpatie Mungu utukufu, alafu unamtumikia mwingine, sitamkao wako kwa sababu ni ibilisi. Ni lazima nikawe kwa hiki kitu kizuri kinaitwa familia. Inua mikono yako, shangilia kwa makofi. Familia inaanza na watu wawili, mume na mke. Lakini Biblia imesema ya kwamba mume ataacha baba yake na mama yake aende kuishi na mke wake daima. Hapa kuna maneno ninataka niseme hivi. Mtu kuacha kwao habiko rahisi. Mtu kuacha mama habiko rahisi. Mtu kuacha baba habiko rahisi. Sasa ona mtu mwenye amkuzaliwa pamoja, karaktere zake, kutembea kwake, yawezekana bamoya ni bandande, bengine ni baganda, bengine ni bamushi, bengine ni bafule, bengine ni basemalingala. Kisha mkutane mutere yenye mutaishi niye bawili. Hapa kuna hitaji vitu vyenye ninataka kuongea hapa, ili mtu mmoja akuye kubisikia, na atakapo kubisikia atakuja kubarikiwa zaidi. Narudili, mmoja ni mume. Mungu ni wa hatari kabisa. Mwingine ni mufulero, mwingine ni mukasai, mwingine ni mubangu, mwingine ni murundi. Abo watu biko na makaraktere tofauti, biko na mila tofauti. Kwa wana Ephrem biko na mila yao. Bintu naye yawezekana nabo biko na ingine. Kisha mwanaume mzima kuye lote kisha aambie Bintu, Bintu, mie nakupenda na acha mzee wangu na mama yangu tukuye kuishi na wewe. Usiwaze kama hapa ni kwenda kupiga kabubu na kufura. Hapa kuko korosi, kuko na pasi. Upaseo 11 na ufike kumilie, wite na tupia kule kunefu. Disi naye naingiza na kitu. Inahitaji hapa niseme vitu vitatu tu. Inua mikono. Mtu mmoja seme, hey! Kitu cha kwanza kenye kitawasaidia wewe uliacha baba, ukaacha na mama, cha kwanza, Ephrem, umpende Bintu. Na moyo wako wote, hapana kipande.
Kuko watu anapendaka mtu bangali banafanya tu mwa ye kanjo hivi ndio benye nilikuyaka kuleta. Sasa uanze kusikia biwe vya mzuri ulipenda, biwe vya mubaya ulipenda. Sasa ukaita wazazi ukawaambia na mie nataka kuwa familia. Sasa nao sasa bakakuowe. Baada ya kukuowe yeye Bintu Kenya nataka kumpenda. Mitume wake Mwokozi walipojazwa na Roho walitenda mambo yote. Upendo haiko kuongea kwa ariba baba mama irimi mama. Bintu hataki vile. Rabababa Baba haiko njo yenye uliacha mama yako na baba yako ukuye kuyambia Bintu aira baba biba baba. Number 1 umpende. Suinue mikono. Tuache kwanza Bintu salimia mtu pale mmoja, hata kama iko bwana yako mkai pamoja umwambie hivi, aba ba mama wanapendeka tu upendo hapa. Kuna mtu anaanza kunisikia hapa, arushia Mungu makofi. Biblia inasema upendo hautakabari, upendo haujivuni, upendo unavumilia mambo yote. Okay. Hapa sasa ndio jambo la pili, inua mikono. Sema haleluya. Wakati mlikuwa mkingali mfiansani, Bintu ulimuona ni wabia sana. Mtu anakuwaka na kote fort na kote faible. Ni kusema fort na faible ni lazima Ephraimu na Bintu mjue neno linaitwa kuvumilia. Usiwaze hawa wazee wote kuanza kwa wazee wa makanisa biko na bakeza hawa wote na mie huyu mwenyewe niko nakuambia usiwaze kama niliwaka malaika. Ni mwapa tu Uvira hapa ndio mwenyewe niliwaka. Nilipomleta sikuyuwaka karaktere zake naye hakuyuwaka zangu. Metulipo acha baba na mama kufika mnyumba Bwana zinachomoka. Salimia mtu mmoja pale mwambie zinachomokaka kifika mnyumba. Walidumu kwa maombi na vitu vyote kwa mwenendo wao safi, waliwavuta wengine wasiomjua Kristo watatoa haleluya moja tu. Inua mikono yako sema haleluya. Kuna hadithi watu walifungaka gombe wanasemaka hivi zinalishaka kule kuma mapori usiku hazikosanake kupigana nini mape. Ephrem na Bintu kila mmoja hapa achukue huduma ya pili ya kuvumilia. Narudili hapa wote na wazazi yenu hapa usiwaze kama wanatulia tu aseme biko mbinguni. Ni huduma tu ya kuvumiliana. Kama ingekuwa haiko kuvumiliana siye wote na wazee wote kama hakuna mwenye iko na mke wake ukuli kwa Mungu na balapi makaraktere zenye ziko mubatu mudunia. Usione biko ba brown hivi na uliwawa brown na wewe uko sawa noir lakini uko noir. Hatuna moa iko wa mekunda hivi kenye kitakusaidia mwaifu wewe. Uvumilie. Hebu msalimie tu mwambie Bwana tuvumiliane.
Inua mikono niongee la shangilia kwa makofi. Neno la tatu ni kuwa na hekima ama elimu. Tusome maneno ya Mungu. Mithali sura ya 3 mlango wa 13. Mithali 3:13. Mithali 3 mstari wake wa 13. Ndio. Tunaleta usomi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Heri mtu yule aonaye hekima. Heri mtu yule aonaye hekima. Na mtu yule apataye ufahamu. Amen. Shuka. Mstari wake wa 14. Maana biashara yake ni bora. Biashara ya hekima ni bora kuliko biashara ya fedha. Kuliko biashara ya fedha. Na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Na biashara na faida ya huyo hekima ni nyingi kuliko dhahabu. Si mnajua dhahabu? Sisi tulitokaka Kongo. Ukipata dhahabu unapata mwanaume. Salomo anasema hapa, hekima ni zaidi ya fedha. Jua mtunze familia yenu na ili pate kuendelea. Msikose mwanaume anaitwa hekima. Na bamama benye biko hapa na mafoye zenye ziko hapa, poteza vingine lakini usipoteze nini? Usipoteze hekima. Si unaona vyenye nilikuletea kanjo hivi? Bwana, tutakorogana. Anaweza kufanya makosa, anaweza kutereza. Unaweza kusikia habari banakuletea za wenye walikuwa wanapendana naye Uvira na masimu na mamesaji. Hekima itumie. Usikuya kubomola familia yako juu ya maneno ya watu. Hekima itakusaidia. Endelea baraka. Yeye ana thamani kuliko marijani. Yeye ana thamani kuliko marijani. Wala vyote uvitamanivyo havilingani naye. Vyote unavyovitamani huyo hekima havilingani naye. Kiwa na hekima, vitu vyote unavyovitamani utaingia mchana, mtazala watoto mko salama, mtabaleye mko salama, mtaenda kuowesha mko salama. Wakati niliowaka sikukuwa najua na mie kesho ninaweza kusema niko baba fulani, lakini nilipooa watoto walikuya. Hapa mnaanza familia. Kenye kitawasaidia nimesema maneno matatu. Ya kwanza kupendana, ya pili kuvumiliana, ya tatu hekima. Suka chini kidogo baraka nimalizie. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Sukuma. Utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Sukuma. Njia zake ni njia za kupendeza sana. Sukuma. Huyo ni hekima tu. Na mapito yake yote ni amani. Yeye ni mti wa uzima kwao wa mshikao sana. Achia pale. Amen. Ukitaka mali mzingatie hekima. Utajiri kiwa na hekima utakuwa. Niongee vitu hivi viwili ambavyo viko vinabomola mafamilia kwa leo. Cha kwanza, mama anapoona bakwabu anawafurahia sana kuliko babwana yake. Sinibomola hiki kitu. Bintu nakuya kwako. Ukitaka ifa yenu iendelee. Ukiona bakwenu banakuya ubafurahi. Ukiona bakwenu bwana, ukitaka huyu bwana umkokote akuambie na dhahabu zenye alizikaka kule kazibu, umupendeye bakwao. Sakuko bitu bafie biko banafanya hii masiku. Akiingia munyumba, akikutana mama yake mukwe, anamusalimia na vidole hivi. Sitaki kuya kunivuruga, niko na kwako na wewe uko na kwako. Haujue mwenye uko unaambia njoo mwenye ana baraka zake. Tena na nini? Ana kinywa cha kupuliza. Unapata nini? Baraka. Ukitaka Bintu
baraka ziendelee kuwa baraka. Mpende bakwenu Bwana. Ukibapenda utakuwa brown mara 7. Huyu Bwana atakuletea vitu vyenye uyaonaka. Tubomole. Mwini mikono. Shangilia kwa makofi pale. Na ninataka kumalizia alafu tufanye kazi. Inua tena mikono. Kitu kingine kinaitwa kushirimuka. Kinatumaliza sasa. Kuko kitu kinaitwa kwenda honeymoon. Masorti. Sa wanaporudi unakutana baba yako mkwe angali pale, mama yako mkwe na mama mzazi. Mnavala sema vya makomple na mmasalo, mnakuya makiloti wa kufikia humu na butiriko moya matumbo mnaziweka yule. Mko mnaviona ama mko mnaviona? Kisha mzibandika kuma Facebook mnasema sema hii njo vyenye viko kutope. Bazazi yenu mkibauliza aba benye bali basala bali kulaka bishogolo byenye abiko atana tomato mpaka faya zabo zingali zinatunda mu Yesu. Zingali zinafanya nini? Lakini kwa leo unaacha mama yako mkwe alikuya kuharusi, kisha unaenda msorti, unamaliza juma 2. Mama anaikala yeye mwenyewe pale, kisha unasema uko na hekima. Ajishushaye huyo ndiye atakwezwa, na ajishushaye huyo ndiye atakaye, anayependa kuwa mkuu katikati yenu, nawe mtumwa wa wengine. Kingine kenye kinaua kuiga mitindo na karaktere za wazungu. Simunitege masikio. Inua ni wewe. Sina wewe unaanza kujifunza hapa. Karaktere za wazungu. Kuzala watoto wawili. Bangapi? Na mwingine kani nadanganya? Wazee nadanganya? Sasa Mungu anasema hivi. Zaeni mkafanye nini? Mkajaze nini? Sasa ukizala moyo unajaza dunia. Kakipigwa na radi sikanaenda. Sinaulisha ika wazungu silitu binakufia eko. Sasa salimia wazungu mwambie kuko vya kuiga na vingine vya kuacha. Baba yangu ule pale njoo mwenye natoa kwa mfano. Alituambia kwa ushuhuda alisimama miaka 4 bila kupata watoto. Ile ule pale. Mungu akambariki akavumilia. Alituambia kama wafumu walikuyaka nyumbani kusema kama bamtunze mama ili azali. Kwa sababu kitu kenye ninataka kusema hapa, msiachake neno la Mungu. Batu watabaambia vya mingi na wanasema vya mingi. Mganganie neno katika maombi na Mungu katika kusali. Unaweza kufika saa hii nyuma ya mwaka unazali, ama unafika nyuma ya miaka 2 unafanya nini? Hauyazali. Na utapata mashauri za watu wengi, lakini wale watu wakimbie, sababu wewe muhimizane katika kumuona Mungu peke yake. Mzee akamaliza miaka 4 na mkutime yetu ya Frere. Ukimaliza 4 mambo yanabadilika. Utakutana mtu hafurahi nyumbani na wewe ni vile na wengine ni vile. Lakini sasa kenye ninataka kusema hapa, mzee akavumilia kaomba. Baada ya kuomba akazala watoto 13.
Mzee Istajabu iko na watoto 14. Mzee Adria iko na watoto 13. Siseme wote watafika kule, lakini kenye ninataka kusema ni nini? Ukiiga dunia na watu wa dunia utafanana na nini? Lakini ukiiga watu wa Mungu na maneno ya Mungu, kenye utafanya mfaye yako bitaendelea mbele. Tuko watoto 11, bagarso 6. Na siye wote tuko na bafi. Iko na bajukuu. Sasa nibaulize, kwanza yamezaliwa garso mmoja. Angezala fie tu mmoja anafungia pale. Bingekuwa wapi? Mie singekuya, Isaya hangekuya na wengine hawangekuya. Sikuya kuongea familia yetu, lakini nataka tukupana mfano pale. Sasa dunia isikutoshe muneno la Mungu. Familia kwenye itajenga kwa misingi, mdumu katika neno na yale matatu niliyowaambia, na kudumu katika maombi. Haya mambo mkiyafanya, mtatoka mubaraka, mtaongezeka. Mungu awabariki, mpokee.